Bwana Yesu asifiwe, na wasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Leo tunaenda kuzungumzia kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya 9 mstari wa 36 mpaka 42. Inamuelezea Dorcas. Dorcas alikuwa ni fundi kushona, lakini katika ufundi wake kushona alikuwa akiwasaidia sana masikini, wajane na yatima na watu wasiojiweza. Amekuwa akifanya hivyo kwa muda mrefu katika eneo ambalo alikuwa anaishi. Lakini baada ya muda fulani Dorcas akapatwa na maradhi. Alipopatwa na maradhi akapoteza maisha, ina maana kwamba alifariki. Wakati Dorcas anafariki, watu walilia sana, wajane walilia sana, yatima walilia sana, wasiojiweza walilia sana na kumwomba Mungu awasikie kilio chao. Walilia ni kwa sababu waliona mbele yao hamna tena mtu wa kuwasaidia isipokuwa ni Dorcas. Hakuwepo mtu kama Dorcas kwenye lile eneo. Wakati msiba unapoendelea, Petro aliposikia habari ya kifo cha Dorcas, alifika kwa Dorcas. Alipofika kwa Dorcas, alikuta msiba upo na watu wanalia sana. Lakini kati ya kitu cha ajabu na cha kushangaza, Petro alipofika kwenye ule msiba, walimkuta Dorcas amelazwa, ina maana tayari ameshakufa. Huenda anaandaliwa kwa ajili ya mazishi. Lakini Mtume Petro alienda pale kama kuhudhuria msiba wa Dorcas, lakini vilio vya yatima, wajane na wasiojiweza vilikuwa tofauti kwa Dorcas. Walikuwa wakishika nguo na vitu ambavyo Dorcas alikuwa akiwapatia, wakamwonyesha Petro. Ina maana kwamba walikuwa wanamhoji Petro kwa matendo kwamba huyu mtu aliyelala hapa au mtu aliyekufa mahali hapa ni mtu ambaye alikuwa anatufanyia kazi hizi, ni mtu ambaye alikuwa anatulisha, ni mtu ambaye alikuwa anatuvisha. Je, kuna haki kweli ya huyu mtu kuwepo na sisi katika maisha haya ya uhai? Petro aliwatazama wale wajane yatima, kisha akawaambia watoke nje. Alipotoka nje, akamwomba Bwana wetu Yesu Kristo, akamkumbusha vile wale wajane na yatima namna wanavyomlilia na matendo ambayo Dorcas alikuwa akiyafanya katika kijiji kile. Kisha Petro akapata mamlaka na kumwambia Tabita, amka. Ina maana kwamba Dorcas amka, na Dorcas akaamka na akawa hai na akaendelea na maisha. Tunajifunza nini katika story ya Dorcas? Tunajifunza namna tunavyotakiwa kuishi au kutenda mambo mema katika nafasi hii ya uhai ambao tuko nayo. Tusijisahau kwa sababu tumepata uhai, tunakula, tunashiba. Lakini katika maisha yetu tunayoishi, lazima tuwe na watu watakao tusemea mbele za Mungu. Lazima tuwe na watu watakao tukumbushia yale mema ambayo tuliyotenda. Lazima tuwe na watu ambao tukipotea waseme tutampata